Njoo mtoto. Ndiyo mzee. Sehemu ya 7. Baada ya kusoma ule ujumbe uliokuwa unasema, huyo mzee unayemwona hapo ndiye mzee Komba. Nilihisi kama miguu yangu imeganda pale pale. Nilisimama kimya nikitazama simu yangu. Kisha polepole nikainua macho yangu kumtazama tena ule mzee aliyekuwa karibu na gari la CEO Twaribu. Sasa nilikuwa namtazama kwa makini zaidi. Nywele zake nyingi zilikuwa zimegeuka kijivu. Uso wake ulikuwa na mikunjo mingi ya umri na alikuwa amesimama akishika fimbo ndogo mkononi. Lakini macho yake yalikuwa makali sana, kana kwamba alikuwa ananiangalia kwa muda mrefu zaidi ya nilivyodhani. Nilishusha simu yangu polepole, lakini moyo wangu ulianza kupiga haraka zaidi, kwa sababu kama ule ujumbe ulikuwa wa kweli, basi mtu aliyekuwa ananitumia ujumbe alikuwa ananiona hapo hapo. Nilianza kuzungusha macho yangu taratibu, nikitazama maeneo yote karibu na geti la shule, lakini sikuona mtu yeyote aliyekuwa anaonekana kama ananitazama. Kulikuwa na wanafunzi wachache waliokuwa wanapita barabarani. Kulikuwa na walinzi wawili wa shule waliokuwa getini, lakini hakuna aliyekuwa anaonekana kama mtu aliyekuwa akinitumia ujumbe. Wakati huo huo, CEO Twaribu na yule mzee walikuwa bado wanaongea kwa sauti ya chini. Nilijificha kidogo nyuma ya ukuta wa karibu ili wasinione vizuri. Nilikuwa nataka kusikia walichokuwa wanaongea, lakini umbali ulikuwa mkubwa kidogo. Nilichoweza kuona ni kwamba mazungumzo yao yalionekana kuwa mazito sana. Mara kadhaa CEO Twaribu alikuwa anatikisa kichwa kama mtu anayekataa jambo fulani, na ule mzee alikuwa anaonekana kama mtu anayesisitiza kitu kwa nguvu. Baada ya dakika chache, mazungumzo yao yalikatika ghafla. CEO Twaribu alifungua mlango wa gari na kuingia ndani. Gari lake likaanza kuondoka polepole, lakini yule mzee hakusogea. Alibaki amesimama pale pale, na ghafla aligeuka upande wangu moja kwa moja. Nilishtuka kidogo kwa sababu nilikuwa nimejificha, lakini ilionekana kama alijua kabisa nilikuwa pale. Alinitazama kwa sekunde chache, kisha akainua mkono wake polepole na kunipungia ishara ndogo. Ishara ile ilifanya moyo wangu uruke, kwa sababu haikuwa ishara ya kawaida ya salamu. Ilikuwa kama mtu anayeniita nimfuate. Nilisita kwa sekunde chache. Akili yangu ilikuwa inaniambia nirudi bwenini, lakini moyo wangu ulikuwa unaniambia kitu kingine. Huyu mtu huenda alikuwa na majibu niliyokuwa nayatafuta. Polepole nilianza kutembea kuelekea getini. Kadri nilivyokuwa nikikaribia, ndivyo nilivyoweza kumtazama vizuri zaidi. Alionekana mzee sana, lakini macho yake yalikuwa bado yana nguvu sana. Niliposimama mbele yake, alinitazama kwa muda mfupi, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Wewe ndiye Paula, sivyo?" Nilishtuka. "Ndiyo." Alitabasamu kidogo. "Baba yako alikuwa anazungumza sana kuhusu wewe." Maneno yale yalinifanya nisimame kimya. Nilihisi kama moyo wangu umebanwa ghafla. "Ulimjua baba yangu?" Mzee Komba alitazama chini kwa sekunde chache kabla ya kujibu. "Nilimjua vizuri sana." Nilisogea karibu kidogo. "Unaweza kuniambia nini kilitokea siku alipokufa?" Mzee Komba alinyamaza kwa muda. Alizungusha macho yake kama mtu anayehakikisha hakuna mtu anayesikiliza. Halafu akasema polepole, "Ukweli ni kwamba baba yako hakupaswa kufa siku ile." Maneno yale yalifanya damu yangu isigande mwilini. "Nini unamaanisha?" Lakini kabla hajajibu, simu yangu ilitetemeka tena mfukoni. Nilitoa haraka. Ujumbe mwingine ulikuwa umeingia kutoka ile namba isiyojulikana. Nilipousoma, moyo wangu uliruka. Ujumbe ule ulisema, "Usimwamini mzee Komba." Nilihisi kichwa changu kinazunguka, kwa sababu sasa mambo yalikuwa yanachanganya zaidi. Ujumbe ule uliokuwa umeniambia nimtafute mzee Komba, sasa ulikuwa unasema nisiongee naye. Nilinyanyua macho yangu polepole kumtazama tena, lakini kilichonishtua zaidi ni kwamba mzee Komba alikuwa ananiangalia moja kwa moja, kana kwamba alijua kabisa ujumbe niliokuwa nimeupokea. Kisha akasema kwa sauti tulivu sana, "Huyo anayekutumia ujumbe anajaribu kukuogopesha." Nilihisi baridi ikipita mgongoni mwangu, kwa sababu sikuwa nimemwambia kuhusu ujumbe wowote. Nilimeza mate polepole.
unajuaje kuhusu ujumbe? Mzee Komba alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lake lilikuwa na kitu cha ajabu ndani yake. Halafu akasema maneno ambayo yalifanya moyo wangu uruke kabisa, kwa sababu huyo mtu anayekutumia ujumbe alisimama kidogo, kisha akaongeza polepole, yuko karibu sana na wewe kuliko unavyodhani. Niligeuka haraka kuangalia nyuma yangu, lakini wakati huo huo simu yangu ilitetemeka tena. Nilipousoma ule ujumbe mpya, mwili wangu wote ulitetemeka. Ujumbe ule ulisema, angalia nyuma yako. Polepole niligeuka, na nilipogeuka nilimwona mtu aliyenifanya pumzi yangu ikatike, kwa sababu mtu aliyekuwa amesimama nyuma yangu ni mtu ambaye nilimwamini kabisa. Itaendelea.